Bwana, mambo vipi? Ni GFX tena. Filamu inaanzia kwa mwamba mmoja hivi ambaye alionekana kuwa akija kuomba msaada kwa mzee mmoja ambaye alionekana kuwa na maisha mazuri sana, na kijana alionekana kuwa anabembeleza sana kuwa anahitaji kubadilisha maisha yake. Mzee akamuuliza sana kwa msisitizo, "Je, unahitaji kweli kubadilisha maisha yako?" Kijana akajibu ndio. Mzee akamuuliza kwa mara nyingine tena, "Jibu usikike, mbona unaongea kwa sauti ndogo sana?" Kijana akasema, "Ndio, nahitaji kubadilisha maisha yangu." Hapa tena tunaonesha mtoto kama akikimbizwa hivi, na inaonekana kama kuna mpango umepangwa juu ya huyu mtoto. Story inaendelea, kijana yule alionekana kama usiku wamekutana kama jumuiya, kama kuna sadaka fulani wanahitaji kuifanya, kuna maombi fulani ya kishetani ambayo yanaendelea kufanyika. Moto umewaka nini na washikaji wamepiga kodi fulani hivi za Kinyamwezi, yani kodi fulani hivi nyeusi. Kijana yule alikuwa anaomba msaada mwanzo, anasema kwamba tunaitoa sadaka hii na leo tunaimarika. Ilionekana kama kuna sadaka wanahitaji kuitoa ili aweze kufanikiwa kwenye maisha yake. Wote wenzake walionekana kama kumsapoti na kusema yani wanaitikia salamu zao za kishetani, huku wakiimba na kuitikia black code, manake ni kama ishara yao hivi. Tukija upande wa pili tunamuona mshikaji mwingine ambaye alionekana amekaa ametulia hivi kwenye benchi mtaani na anacheza game. Kidogo hivi anapita mtoto mmoja hivi ambaye ni mwanafunzi, alionekana kama ametokea shuleni na amemkuta mwamba anachezea game. Mwanafunzi yule akaenda moja kwa moja kwa mshikaji pale na kutaka kushangaa mshikaji anafanya kitu gani, mbona kama vile amekomaa kwenye simu, na inaonekana kama kuna issue anafanya ambayo itamvutia sana. Na kama tunavyojua watoto wanapenda magame, mshikaji naye inaonekana kama ana mpango fulani hivi. Kisha aliinuka na kuanza kwenda kwenye chemba. Mtoto yule baada ya kuona ni michezo ya simu akahamasika sana kumfuata yule kijana. Kijana akaendelea kumvuta kisha akamuingiza kwenye giza na kupotea naye. Baadaye tunamuona mshikaji yule alikuwa ofisini kule anaomba msaada, yuko na manzi mmoja hivyo wanapiga romance. Kidogo tu anatokea mshikaji mwingine anagonga mlango. Mshikaji kabidi asimamishe mambo yao nini, akamruhusu yule mwamba aingie. Kama tunavyojua mshikaji ashakuwa bosi na ana maringo kibao yani. Kwa kijana alivyoingia ndani, aliingia kwa hofu kubwa sana kwa kujua kwamba huyu ni bosi wangu na ananiweka mjini. Mshikaji alimuuliza swali moja, "Una shida gani na nini kimetokea?" Yani mwamba alionekana kuwa na hofu sana, akamjibu kwamba misheni yetu imefeli. Bosi akashtuka, "Misheni yetu imefeli? Kwa sababu zipi?" Kwa hiyo mshikaji ndo akaanza kumuelekeza misheni ilifeli vipi. Alimchukua mtoto akamteka kama alivyoambiwa, na aliambiwa baada ya muda mchache kuna watu watakuja wamchukue yule mtoto, ila tamaa zake zikamponza. Ikabidi ampigie mtoto wa yule mzee na kuhitaji kudai pesa, takriban pesa kama milioni 10 hivi. Sasa akiwa katika misheni yake ya kukamilisha mpango kupata pesa, hakuhitaji mtoto aongee, hivyo alimziba pumzi, na mshikaji hakujua kwamba anatarisha maisha yule mtoto. Dakika sio nyingi mtoto akakosa pumzi na kushindwa kupumua kabisa, hivyo mtoto akapoteza maisha. Na hivyo ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo mshikaji alifeli misheni yake kiufupi. James, amka! Dogo kuamka kabisa, ilionekana kabisa ameshapoteza maisha na hawezi kuamka tena. Mwamba tamaa zake zikamponza. Story inaturudisha tena kwa bosi wake. Bosi wake anamwambia, "Umefanya upuuzi sana na unajua michongo tunaoifanya inaweza kagundulika na polisi, hivyo umefanya makosa makubwa sana." Mshikaji kwa maringo akamwangalia na kugeuka na mbwembe zake zote, kisha alichomoa bunduki na kumpotezea maisha kwa sababu hakutaka ushahidi wowote kutoka kwa polisi. Hapo akamwamrisha bodyguard wake amtoe nje ya ofisi. Siku inayofuata kijana yule anaonekana anaojua kwenye TV na akizungumzia issue zile za watoto kupotea. Mshikaji akaanza kuongea, "Yani issue za kupotea watoto zinaniuma sana. Na isitoshe najisikia vibaya sana. Na wote wanahusika kufanya uhalifu kama huo wanakosea sana." Kwa hiyo ilionekana kama mshikaji anasifia hivi kampuni yao na kutaka kabisa wao ndo wagundulike kwamba wanahusika na hiyo michezo. Ila mwamba aliendelea kuzungumza, akasema kwamba watu wengi wanafanya huo uhalifu ule waweze kutimiza haja zao, ikiwemo na kupata utajiri wa haraka. Lakini sisi kama vijana ambao tunatambua thamani ya vijana wenzetu, hatuwezi kukubali mambo kama hayo yatokee. Leo hii mtoto amechukuliwa ameenda kukatwa viungo huko na amefanywa vitu ambavyo vieleweki. Ni kitu kibaya sana na kinaleta picha mbaya sana kwenye jamii. Yule mtoto ambaye angeweza kuwa rais au mbunge au kiongozi baadaye anakuja kupata matatizo kama hayo. Yeye ingekuwa wewe ungejisikiaje? Na kama tunavyoelewa watoto ni taifa la kesho. Hivyo hawa ni watu ambao inabidi tuwachunge sana. Hivyo alionekana kuumia sana na kusikitika juu ya hayo matukio yanayotokea. Baadaye tunaonyeshwa kijana huyu amefika kwa bosi wake na bosi wake anapiga makofi mengi sana na kumsifia kwamba umefanya kitu bora sana, ni kama umezima huu mchezo. Na kwa sasa hivi nafikiria tusimame kwanza paka mambo haya atakapokwisha. Na bosi wake akamwambia, "Kelele zimekuwa nyingi sana, hivyo inabidi kwanza tupause." Kijana alionekana tu kumsupport bosi wake na kusema, "Hakuna shida, mimi nafanya kazi ili niweze kutimiza malengo yangu." Na hili ni wazo zuri sana, na isitoshe matukio haya yamekuwa mengi sana, hivyo wanaweza wakatushtukia. Na huo ndo mwisho wa story yetu fupi itwayo The Black Code. Ni sauti engineer wako hapa GFX kwenye mitambo. Endelea kunifuatilia kupitia channel yangu ili upate recaps nyingi zaidi. Asante.